So guys, hii mambo ya dhabihu ya Bravo inaleta utatanishi, inaleta uchanganyo. Hawajui wafanye nini. But mimi ningeomba tu waombe, Mungu atawapea mwangaza. So hii dhabihu ya Bravo, unajua Bravo anafikiria akipea Sara hii dhabihu yake, still mavingumu watakuja kumsumbua. Ama still watakuja kumtafuta. Hiyo ndio Bravo anajaribu kuhofia. But hii dhabihu kwanza tunajiuliza ilikuwa ya nani? Dhabihu ilikuwa ya Bravo. Wakati walimtoa hii dhabihu, God rejected. Why? God rejected because of Sarah. Na Mungu akasema waende wakoe nani? Sarah, kwa sababu analala streets. Ndio hii dhabihu wa accept. So, Sarah walienda kumtafuta, wamempata. That was the problem. Wamempata. So, wakati wamepata Sarah, mimi naonelea hii dhabihu hata kabla iende itoe bwana ya Sarah huko rumande. Hii dhabihu yenye wako nayo, juu bwana ya Sarah wanataka 650,000. So, naona hii dhabihu ya 500,000 waipeleke mlimani kwanza na Bravo. Waipeleke mlimani kwanza na Bravo iombewe. Wakishaombea, wakishavunja maagano yote ya kina mavingumu na Bravo, wakishavunja kila kitu, wakishavunja kila ngome, wachukue hiyo dhabihu, waiweke vizuri, watafute 150,000, waongezee, then wapeleke wapi? Wapeleke sell, bwana ya Sarah atoke. Unajua Bravo anataka kuona hiyo dhabihu ikiombewa. Hiyo ndiyo Bravo anataka kuona. I think tu ni misunderstanding. Na Bravo waliuza hii shamba ya Sarah 500,000. Na dhabihu ni 500,000. Which means hii dhabihu ikishaombewa inafaa iende kwa mama Sarah. Kwa sababu Bravo ndio waliuza shamba ya mama Sarah. Na hii dhabihu ikishaenda kwa mama Sarah, wakuja ongezee 150, waende ichukuliwe iende kutoa mzee wa mama Sarah. Na hizo vitu zote zikifanyika, bwana ya Sarah atoke jela. Bravo is totally free. Bravo ako huru kabisa. Hata hakuna siku mavingumu atasumbua yeye. Bravo atakuwa totally free. Bwana ya Sarah akikuja. Na atakuja kama hiyo dhabihu yenye wamempea ilifanya nini? Iliombewa. Unaona? So Bravo anataka hii dhabihu mwende muiombe, zile maagano za kina mavingumu ziishe kabisa. Hiyo ndio Bravo anataka kuona. Msimpe tu Sarah, ama msiende tu mchukue pesa mpeleke sell, bwana ya Sarah atoke hivyo hivyo. Anataka hii dhabihu, kitu yenye anataka aone mkiombea, mkikata yale maagano. That's what Bravo wants. Na ikiwa itashindikana basi,
Ikiwa pastors watashindwa kupata mwelekeo, so here tutahitaji mtume atupe nini? Mwelekeo. And that's all. Hakuna kitu biashara ingine hapa tunashinda tukipiga biashara. It's either dhabihu iombewe mlimani, iende, after kuombewa mlimani ipelekwe itoe bwana ya Sara. Na ikishindikana mtume akuja atupe nini? Mwelekeo. Hiyo tu itakuwa imetosha. Mambo mengi no. Who is to take the bill? Where is the bill to be taken? Where? No. Hivyo ndivyo tunahitajika. Kama mtume atakuja kutupea mwelekeo, hiyo mwelekeo itafuata. Na kama ni kutoa bwana ya Sara kwa jela, basi hii dhabihu itahitajika kuongezewa ile 150 ndio iende mtoe. Na the moment itatoa huyo bwana wa mama Sara, Bravo will be totally free. Bravo atakuwa huru kabisa. Bravo atakuwa huru kabisa. So chenye inafaa wafanye, waende watangulie waombe hiyo 500,000 mlimani, wakati yale maagano, ndio wakuje wachukue. Kama watakuwa na hiyo 150, wakuje waongezee hiyo 150, wapeleke nani? Wapeleke kwa bwana ya Sara atoke jela. Mambo itakuwa imeisha. Na kama itakuwa difficult, basi tunangojea ujumbe wa mtume. Hiyo tu. Hakuna kitu ingine, mambo mingi hakuna hapa. Mimi sioni mambo mengi hapa. No.